Shalom watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi natamani katika siku ya leo tukatafakari neno la Mungu ambalo linasema kujitambua wewe ni nani, au tambua asili yako kupitia jina lako. Tunapokwenda kutafakari neno la Mungu katika siku ya leo, tutaimba wimbo huu wa kuabudu ambao utatupeleka katika tafakari ya siku ya leo. Basi tunapoimba wimbo, jitahidi kutafakari nini maana ya jina lako. Hebu jitahidi kutafakari kwa nini wazazi wako walikupa hilo jina. Hebu jitahidi kutafakari kwa nini ndugu au jamaa ambao unaishi nao walikupa hilo jina. Utakapotambua, basi na hakika Mungu atakwenda kukuvusha au kukufanyia jambo kubwa katikati ya maisha yako. Heri ni jina la Yesu, heri ni jina la Yesu. Duniani kuna majina mengi sana, heri ni jina la Yesu, nalibariki. Heri ni jina hilo, heri ni jina la Yesu, heri ni jina la Yesu, jina hilo Yesu, heri ni jina la Yesu, heri ni jina la Yesu. Duniani kuna majina, yes, majina mengi. Heri ni jina la Yesu, oh, heri ni jina. Viongozi duniani wana majina, wanayo majina tena makubwa. Heri ni jina la Yesu, heri ni jina la Yesu, Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya upendo wako. Maana Mungu umekwenda kusema ya kwamba heri ni jina la Yesu, maana jina hili limebeba ushindi, maana jina hili limebeba ukombozi, maana jina hili likitajwa, kila aina yoyote ile ya mapepo, kila aina yoyote ile ya mikosi, Mungu hutoweka. Nasi Bwana, katika siku ya leo tunapokwenda kuingia katika tafakari ya siku ya leo, tupe neema kuweza kuyatafakari majina yetu, nini yamebeba, asili ya majina yetu, na tujitambue sisi ni nani. Maana Mungu, kuna nyakati tunapitia katika changamoto, kuna nyakati tunapitia katika magumu, ni kwa sababu tu ya majina yetu yamebeba mikosi. Kuna nyakati tunapitia katika hali ya ushindi, tunaona kwamba tumetenda mema, yamkini ni majina yetu kwa sababu hayajachafuliwa. Pale ambapo majina yetu yatachafuliwa, kile ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha yetu na chenyewe kitakuwa kama kimetoweka. Nasi Mungu, tunaomba Roho yako Mtakatifu akatutetee, akatupiganie katika neno ambalo tutakwenda kupita siku ya leo. Mungu, likatupe kutafakarisha. Sema mwenyewe Bwana, katikati ya baba yule, katikati ya mama yule ambaye anakwenda kusikiliza neno hili. Mungu, kampe moyo wa kutafakari, kampe moyo wa kugusa neno hili, ili Mungu atafakari nini maana ya jina lake na asili ya jina lake. Asante Mungu wetu na Baba yetu, Mungu anayetupenda, Jehova anayetupenda, ambao unatupa mafunuo siku baada ya siku. Naomba Roho wako Mtakatifu asituache, bali akanene nasi katikati ya tafakari hili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nikiomba na kushukuru, amen. Yes, jina. Sikia hiyo, utajua nini maana ya jina la Yesu na majina yetu.
mpeni. Asante, sababu naamini ya kwamba Mungu anakwenda kufanya jambo katikati ya maisha yako, sio bure. Neno ambalo litakwenda kupita muda huu, najua litakuvusha au litakutoa katika hali ya mikwamo ambayo yamkini umetembea nayo kwa muda mrefu. Tunaposema Mungu anaachilia nguvu kupitia jina ambalo umepewa, inawezekana na wazazi wako ama jamii ambayo unaishi nayo. Kwa hiyo Mungu huwa anafanya jambo kupitia hilo jina. Tutaangalia baadhi ya majina ambayo Mungu aliyakataa, mengine aliyabadilisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hayakubeba kile ambacho Mungu alitaka fanye katikati ya maisha yao. Kwa maana hata sisi wenyewe kuna nyakati hatuwezi kufika sehemu nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu majina yetu hayana kibali cha kuweza kufikia ile sehemu. Na kuna nyakati tunapitia mafanikio, ni kwa sababu majina yetu yamebeba mafanikio. Kwa sababu majina yetu yamebeba mafanikio. Hebu tumwangalie Mungu anasema nini na Ibrahimu pamoja na Sara kupitia majina ambayo walikuwa nayo, Mwanzo sura ile ya 15. Mwanzo sura ya 15 kuanzia aya ile, tutaangalia aya ya 5, lakini tutaangalia pia aya ya 15. Lakini mtu wa Mungu, hebu jitahidi utasoma hapo pote ili ujue nini Mungu anasema kupitia majina yetu. Mungu anasema kwamba katika mstari wa 5 Mungu anasema, Mwanzo sura ya 17 aya ile ya 5 na ile aya ya 15. Neno la Mungu linasema, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Kwa maana unaangalia Mungu anasema na Ibrahimu ya kwamba wala hutaitwa tena Abrahamu, bali utaitwa Ibrahimu, kwa sababu nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Kwa maana hiyo unaona Mungu anaongea na Ibrahimu na kusema kwamba hutaitwa tena Abrahamu bali utaitwa Ibrahimu. Kwa sababu gani? Mungu kuna jambo ambalo ameliachilia katikati ya Ibrahimu, na anaona kwamba hawezi akalifanya kama hilo jambo atazidi kuitwa Abrahamu. Kwa maana anasema hutaitwa tena Abrahamu bali utaitwa Ibrahimu, kwa sababu nimekuweka kwa baba wa mataifa mengi. Nini maana yake? Na kwa nini Mungu anasema maneno haya? Ni kwa sababu Mungu anaangalia kile ambacho amekiachilia katikati ya Ibrahimu, anaona kwamba hataweza kukitekeleza, kwa sababu Abrahamu halina nguvu ya kuwa baba wa jina Abrahamu halina nguvu ya kuwa baba wa mataifa mengi, lakini Ibrahimu maana yake baba wa mataifa mengi. Ndio maana Mungu akasema kwamba hutaitwa tena Abrahamu bali utaitwa Ibrahimu. Mstari wa 15 unasema nini? Mstari wa 15 unasema, Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamwita tena jina Sarai, kwa kuwa jina lake litaitwa Sara. Kwa sababu gani? Mungu anakiona kitu ambacho amekiachilia katikati ya Sara, lakini haoni kufanikiwa kwa sababu jina lake limemfunga, haliwezi likampeleka sehemu ambayo Mungu anataka, kwa sababu Sara
halina asili au halijabeba maana ya kuwa mama wa mataifa mengi. Ndio maana anambadilisha jina, anasema kwamba hutaitwa tena Sarai bali utaitwa Sara, maana nitakuweka kwa mama wa mataifa mengi, mataifa mengi. Na tafakari na kuangalia jinsi gani Mungu aliweza kuyabadilisha haya majina. Na kama Mungu ambaye aliachilia kitu kikubwa katikati ya hawa watumishi wawili, na akaona kwamba katika maisha yao hawawezi kufanikiwa kama watabaki kama vile vile walivyo, ndivyo na sisi ambavyo majina yetu yako majina ambayo hayana mafanikio kabisa. Kwa sababu gani? Majina yamefunga. Nitajitahidi kutaja majina machache ili uweze kujua, lakini na wewe jina lako unaweza kujitafakari kwa sababu gani unaitwa hivyo. Unaweza kaona mtu anaitwa Matatizo. Yes. Kwa hiyo huyo mtu kiasili na kulingana na jina lake ni ngumu sana kufanikiwa. Kwa sababu gani? Jina tayari limebeba maana ya kile ambacho anakwenda kukiishi. Jina. Kwa hiyo mtu anapoitwa Matatizo, basi kikawaida na kwa asili, basi matatizo yataambatana naye katika maisha yake siku zote. Matatizo. Lakini utakuta mtu anaitwa Mahangaiko. Kuna mahangaiko ya aina mengi, na maana mahangaiko sio mtu anayeshughulika kwa ajili ya kufight au kutafuta kitu ili apate mafanikio, bali ni mtu ambaye anahangaika usiku na mchana ili kutafuta kufanikiwa, lakini hafanikiwi katika kile ambacho anakitafuta. Ndio maana jina Mahangaiko. Kwa hiyo mtu anaitwa jina hilo hawezi akafanikiwa. Mtu anaitwa jina Tabu, kwa maana hiyo huwezi ukafanikiwa katika maisha yako. Kwa maana hiyo asili ya jina hilo, wewe utakuwa ni mtu wa kupitia shida na taabu siku zote za maisha yako, kwa sababu tumesema jitambue wewe ni nani, au itambue asili ya jina lako. Kwa maana hilo jina ndilo ambalo litakufunga na kukutesa miaka yako yote. Miaka yako yote. Sarai aliishi miaka mingi bila kupata mtoto. Yamkini jina lake ndilo ambalo lilikuwa limemfunga asiweze kufanikiwa au asiweze kuitwa mama mataifa mengi. Na Ibrahimu yamkini jina lake lilikuwa limemfunga ili asiweze kuitwa baba mataifa mengi kupitia mkewe Sara. Na unaona Sara, baada tu ya kubadilishwa jina, ndipo ambapo naona Mungu anampa neema ya kuweza kupata ujauzito mpaka anakwenda kupata mtoto. Anamzaa Isaka. Kwa maana jina lake lilikuwa limebeba lilikuwa limebeba kushindwa. Lilikuwa limebeba asili ya utasa. Kwa maana Mungu anapombadilisha jina, anakwenda kumfungua katika ile hali ya mateso. Na unaona Mungu anamwambia Ibrahimu, utaitwa baba mataifa mengi. Na wewe yamkini jina lako limebeba kuto kufanikiwa, limebeba kushindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu jina lako wakati linachukuliwa au wakati mzazi wako anakupa, yamkini alikupa jina akimwona mtu ambaye aliishi maisha ya shida sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Jina lako linaweza kubeba siri za hatima ya maisha yako. Jina lako linaweza kubeba asili ya hatima ya maisha yako. Jina lako. Na Mungu anaonyesha hata katika Kutoka sura ya 15 aya 23. Utaona Mungu jinsi gani anasema kupitia majina yetu. Kutoka 15 aya 23. Maandiko ya Mungu yanasema, yes, walipofika
mahali paitwapo Mara hawakupata kuyanywa yale maji. Kwa sababu gani? Kwa sababu yalikuwa machungu. Kwa sababu yalikuwa machungu. Hapa anaelezea habari ya wana wa Israeli wakati wakitembea katika safari yao. Kuna nyakati walipita, wanaona kiu, wanatamani kupata maji, hawapati. Lakini walipofika maeneo fulani ambapo Mungu anaonyesha ya kwamba yalikuwa maji, na baada ya kuyanywa yale maji yakaonekana ni machungu, na wakapaita mahali pale Mara. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu maji yake ni machungu. Maana ya neno Mara, maana yake ni uchungu au maumivu, Kwa maana hiyo, baada ya kunywa yale maji waliona machungu, ndipo akapaita mahali pale ni Mara. Kwa maana hiyo, unaweza kaona sehemu inapewa jina kwa sababu ya hali au ya mazingira ambayo inapitia. Na ukitaka kujua neno Mara, kasome kitabu cha Rutu sura ya 2. Utaona Lutu baada ya kupitia katika changamoto na mateso, baada ya kufiwa na wakweze, baada ya kufiwa na watoto wake, anasema kwamba wanamuita jina zuri, lakini anasema msiniite hivyo, bali niiteni Mara, kwa sababu nimeumizwa, nimepitia mateso, nimepitia maumivu. Kwa maana hiyo, Lutu anaona kwamba hafai kuitwa tena jina zuri. Kwa sababu gani? Amebeba maumivu, amebeba mateso, amebeba uchungu. Ndio maana anajiita Mara. Na ndio maana wana wa Israeli wakasema kwamba mahali hapa pataitwa Mara kwa sababu maji yake ni machungu. Inawezekana ulizaa mtoto, ulipitia mateso mengi, ulipitia changamoto nyingi, na baada ya kuzaliwa huyo mtoto ukampa jina ambalo linaendana na yale mateso ambayo uliyapitia. Nataka nikwambie, huyo mtoto kwa asili au na kwa kawaida kufanikiwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Jina lake limebeba tayari uchungu na mateso. Kuna watu ambao wanazaa mtoto kwa sababu amezaa katika kipindi cha furaha na mafanikio na furaha. Mwisho wa siku anampa jina lenye furaha na mafanikio, na mwisho wa siku utakuta mtoto anapitia katika hali ya mafanikio na hali ya furaha siku zote. Kwa sababu gani? Jina lake limebeba asili ya kufanikiwa. Basi ndugu yangu, nataka nikwambia kwamba haijalishi utapitia katika mateso, katika ujauzito wako au katika kipindi ambacho unajifungua, usitaki kumpa jina mtoto jina ambalo linaendana na mateso au machungu ambayo uliyapitia, bali jitahidi kutafuta jina ambalo lina utukufu na linaleta sifa mbele za Mungu. Kuna majina baadhi ambayo tutayangalia, ambayo utaona watu au Mungu anaonyesha kwamba majina haya yamebeba mafanikio na baraka katikati yao. Sababu za kuzaliwa kwa mtoto. Kila mtoto anapozaliwa anakuwa na sababu ambayo Mungu ameachilia ili aweze kufanya katika ulimwengu, na pale ambapo mtoto Mungu anasema kwamba ana sababu ambayo anataka ifanye katika huu ulimwengu au katika hii dunia, lakini pale ambapo wewe mzazi unampa jina tofauti na kile ambacho Mungu alitaka kifanye katika maisha yake huyo mtoto, kuna vitu baadhi ambavyo vinaweza vikapitia. Iza huyo mtoto apitie katika hali ya maombi na hali ya kupambana ili kuweza kulitatua lile jina ambalo wewe mzazi ulimpa, ili aweze kutafuta nafasi ya kuweza kutafuta ile ambayo Mungu alimpa katika maisha yake. Angalia, Ibrahimu ndiyo amebeba kusudi la Mungu, lakini jina alilopewa halina kusudi la Mungu katika maisha yake. Sala amebeba kusudi la Mungu, lakini jina Sarai halijabeba kusudi la Mungu ambalo linaachilia katika maisha yake. Ndio ambavyo na sisi kuna nyakati majina tunayowapa watoto wetu tunawapa kutumia akili zetu wenyewe. Hatumruhusu Mungu aseme na sisi ili kuweza kuwapa watoto majina ambayo yanabeba kile ambacho Mungu ameachilia katikati ya maisha yao. Nataka nikupe neema ili uweze kuelewa nini ambacho ninakizungumza.
nini ambacho nakizungumza. Katika Isaya sura ya 9 aya ya 6 mpaka ya 7, maandiko ya Mungu yanatafakarisha jinsi gani Kristo anapokwenda kuzaliwa. Kristo anapokwenda kuzaliwa, tayari jina lake limeshaandaliwa. Jina lake limeandaliwa kwa sababu gani? Linaonyesha kitu ambacho Mungu amekiachilia katikati yake. Isaya sura ya 9 aya ya 6 mpaka aya ya 7 anasema kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Jina lake ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Na anasema maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha. Anasema kuuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Nini anaonyesha Isaya? Kwamba kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, na uweza wa kifalme huu mabegani mwake, naye atakuwa mshauri wa ajabu na Mungu mwenye nguvu atakuwa. Nabii Isaya anaonyesha Kristo kabla hajazaliwa, jina lake limeshaandaliwa. Kwa sababu gani? Tayari wameshatabiriwa au manabii wameshafunguliwa nani ambaye atakuja kuzaliwa, atakuwa na uwezo wa aina gani na jina gani apewe, ili kuendana na ile uyasili au ile uungu ambao ameachiliwa na Mwenyezi Mungu. Katika maisha ambayo tunayapitia, kuna nyakati tunawapa watoto majina ambayo sio Mungu ambaye alikusudia yawe kulingana na kile kitu ambacho Mungu ameachilia katikati yao. Yeremia anasema nini? Na alikutambua na alikujua toka huko tumboni mwa mama yako, na alikutakasa. Kwa hiyo Mungu anaonyesha kwamba sisi tulishatambuliwa kabla hatujazaliwa. Lakini je, baada ya kuzaliwa, wazazi wetu au mzazi wako au we mzazi ulimpa mtoto kulingana na kile ambacho Mungu alikiachilia katika maisha yake? Unaona sivyo? Na ndio maana unaona mtoto anapitia katika changamoto, mtoto anapitia katika magumu. Ni kwa sababu gani? Jina ulilompa haliendani na kile ambacho Mungu alikiachilia katika maisha yake. Na tunaposema kuna nguvu iliyopo katika jina, na hiyo nguvu ndio ambayo inasukuma mtu aishi maisha kulingana na jina ambalo amepewa. Misali sura 22 aya ya 1 anasemaje? Heri kuchagua jina lililo jema kuliko mali, fedha na dhahabu. Kwa nini? Mungu anaonyesha haya kwamba fedha, dhahabu, mali nyingi haziwezi zikatimiza kusudi ambalo Mungu ameachilia katika maisha yako kama jina lako halina asili au halina nguvu ya kuweza kukibeba kile ambacho Mungu amekiachilia katika maisha yako. Bado hujanielewa? Unaweza ukawa na pesa, unaweza ukawa na mafanikio, ndio, unaweza ukawa na kila aina ya utajiri, lakini usitambulike. Lakini jina lako lisiwe tishio. Jina lako likitajwa, hakuna mtu ambaye anaona nguvu kupitia jina ambalo upo nalo. Ndio umefanikiwa, ndio na mafanikio, lakini jina lako likitajwa, heli ya mtu ambaye yamkini hana mafanikio, jina lake likitajwa linaweza likawa lina utukufu kuliko wewe ambaye umefanikiwa, lakini jina lako halina utukufu. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe neema, Mungu akupe neema ya kuweza kukielewa nini ambacho ninasema. Kwa hiyo Mungu anaposema heri kuchagua jina lilo bora au heri kuchagua jina lililo zuri, kwa maana hiyo anaonyesha ya kwamba tuna kila sababu ya kuweza kutafuta jina ambalo linaweza kuachilia mafanikio na baraka katikati ya maisha yetu. Na tunaposema chimbuko la neno jina toka Kigiriki maana yake sound, ambaye maana yake ukumbusho au kumbukumbu. Naomba tuishie maneno haya, nipe roho ya kuelewa nini ambacho nataka nimalizie kabla hatujaingia katika tafakari sehemu ya pili kupitia somo hili. Na anasema chimbuko la neno jina ni samu, ambaye maana yake kumbukumbu au ukumbusho. Na anaposema kumbukumbu au ukumbusho, kwa maana hiyo jina lilopewa ni ukumbusho au kumbukumbu ya yule mtu ambaye alikwisha kuwa kabla wewe kuwapo. Ni kumbukumbu au ukumbusho wa mtu ambaye alikwisha kuwako kabla wewe kuwapo. Nini nasema? Mimi ni Jackson. Yamkini naona nisikiliza ni Jackson, ama una jina tofauti na Jackson, lakini nataka nikwambie kumbukumbu au kumbusho wa jina Jackson la kwangu tofauti na kumbukumbu au kumbusho wa jina Jackson la kwako. Kwa nini? Mzazi wangu wakati ananipa jina Jackson, kuna mtu mwingine ambaye alimuona, yamkini alikuwa anaitwa Jackson. Kwa maana hiyo aliyaona matendo na vitu ambavyo aliishi akapendezwa navyo, yamkini ndivyo akaona vema na mimi niitwe Jackson. Kwa maana mzazi wangu anaponilea mimi Jackson, ananilea kuishi katika misingi na taratibu na kanuni kulingana, yaani anapendezwa niwe kama Jackson ambaye alimuona yeye. Na mzazi wako alikupa jina Jackson kwa sababu ya Jackson ambaye yeye alimuona jinsi maisha ambayo aliyaishi, na alitamani kwamba na wewe uwe kama Jackson ambaye yule ambayo alimuona yeye. Mzazi wako tofauti na mzazi wangu, jina ni moja lakini asili ni mbili tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi tofauti na wewe ambaye ni Jackson, kwa sababu wewe wakati unapewa hilo jina mzazi wako alimuona Jackson mwingine na mimi. Lakini jina langu lingine ni Simon, ndilo ambalo naliona limebeba nguvu kubwa katikati ya utumishi ambao Mungu ameachilia katika maisha yangu. Simon ni mwanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa ni mvuvi mwanzoni wa samaki. Mwisho wa siku Yesu anamwambia hutakuwa tena mvuvi wa samaki, bali utakuwa kivua watu. Simon. Kwa hiyo unaona jina hili Simon ndilo ambalo limebeba nguvu na uwezo kulingana na maisha ya utume na utumishi ambao Mungu ameachilia katika maisha yangu. Na wewe yamkini kuna jina ambalo na upo nalo, tambua ya kwamba hilo jina mzazi wako wakati anakupa, kuna mtu mwingine alimuona akapendezwa na maisha yake, ndio maana akakupa. Lakini je, kuna vitu ambavyo alipendezwa na huyo mtu ambavyo kuna vingine yamkini hawakuvijua, na mwisho wa siku kuna vitu au asili ya vitu ambavyo mtu yule alikuwa anaishi navyo ndivyo ambavyo vinaweza likahamia na kwako, na wewe ukaishi kulingana na maisha ambayo aliishi yule mtu, kulingana na maisha ambayo aliishi yule mtu. Kwa maana Mungu atakapokupa neema ya kuweza kutafakari neno hili, hebu angalia asili au kumbusho wa jina lako limetokea na nini, limetokea na hilo jina yupi. Unaitwa John yupi? Hilo jina limetoka wapi? Unaitwa Asha, hilo jina ni lipi, limetoka wapi? Mzazi wako wakati anakupa aliangalia nini? Unaitwa jina la kila aina. Je, Mungu wakati anakupa hilo jina, mzazi wako wakati anakupa hilo jina aliangalia nini? Alimwangalia nani? Alimwangalia nani?
Kutoka sura ya 17 aya 14, Mungu anasema kwamba atalifuta jina la Amaleki, na anasema kwamba andikeni katika vitabu, andikeni katika mashairi, andikeni katika kila nyaraka, wahubirieni watu na waambieni watu juu ya jina la Amaleki. Kwa sababu gani? Amaleki alikuwa ametenda yasiyompendeza Mungu, alikuwa amemuudhi Mungu, na Mungu anasema kwamba lifuteni, na sio libadilisheni tu, lifuteni. Kwa sababu gani? Mungu tayari ameshaghadhibika, ameshaona hasira, ameshaona kitu ambacho amemtendea Amaleki, na ndivyo ambavyo wanaona ya kwamba endapo wazazi, endapo watu watawapa watoto wao majina Amaleki, basi watabeba asili na uwezo wa lile jina. Ndivyo Mungu ambavyo anasema kwamba wahubirieni watu, andikeni katika nyaraka kwamba lifuteni jina Amaleki. Yamkini unaishi na jina ambalo Mungu alikwisha kulikataa, lakini wewe bado unaishi nalo. Yamkini umepewa jina na watu ambalo Mungu alikwisha kulikataa, ndiyo maana linakupitisha katika mateso, katika changamoto. Mungu anaposema ya kwamba lifuteni jina, kwa maana hiyo tayari ameona kwamba limebeba mikosi, limebeba laana. Na Mungu anaposema libadilisheni jina, ya kwamba anaona kwamba jina hili halijabeba mafanikio, lakini hili jina halijatenda mambo ya kuniuzi, halijatenda mambo ambayo yasiyonipendeza, lakini halijabeba uhalisia na mafanikio ambayo Mungu anataka aliachilie katika maisha yake. Hebu elewa hapo. Mungu analifuta jina kwa sababu tayari limekwisha achilia vitu visivyofaa, limeshakwisha achilia laana. Lakini Mungu analibadilisha jina kwa sababu ameshaona ya kwamba jina hilo halijabeba mafanikio ya kile kitu ambacho Mungu anataka kiachilie katikati ya hilo jina. Naomba nielewe. Jina lako yamkini ni jina ambalo lilishakwisha kataliwa, lilishafutwa na Mungu alitambue. Lakini yamkini jina lako halijafutwa, lipo, linatambulika, ndiyo, lakini hilo jina halijabeba mafanikio ya kile ambacho Mungu anataka kifanye katikati ya maisha yako, katikati ya maisha yako. Mungu akupe neema ili tunapokwenda kutafakari katika sehemu ya pili uweze kuelewa. Jesus, glory of God, for the name of Jesus. Namwona Mungu anakwenda kuachilia kitu cha ajabu. Namwona Mungu anakwenda kufanya jambo jipya katikati ya maisha yako. Ndiyo umepitia mateso, ndiyo umepitia katika changamoto, lakini unadhani ya kwamba Mungu amenyamaza. Unadhani ya kwamba Mungu hawezi kufanya jambo jipya. Unadhani ya kwamba Mungu hawezi kulibadilisha jina lako. Ndiyo, jina lako limechafuliwa, ndiyo, jina lako limedhalauliwa. Yes. Unafikiri Mungu hawezi kulibadilisha? Unafikiri Mungu hawezi kulibadilisha? Yeah. Nataka Mungu akalibadilisha hilo jina lako katika jina la Yesu. Nataka jina lako likawa ni jina la kukimbiliwa siku zote. Ndiyo, jina lako amelichafua. Ndiyo, umefukuzwa kazi. Hivi unajua kwa sababu gani umefukuzwa kazi? Ni kwa sababu gani? Jina lako lilikwisha chafuliwa. My God. My God. Mungu. 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 Mungu akajibu haja ya moyo wako.
Mungu akajibu haja ya moyo wako. Mungu akajibu haja ya moyo wako. Mungu akajibu haja ya moyo wako. Mungu akajibu haja ya moyo wako. Unapitia katika changamoto, unapitia katika magumu. Unatambua ni kwa sababu gani? Pendo, jina lako. Tafakari chimbuko la jina lako limetoka wapi? Mungu aliye mweza wa yote akakutoe. Mungu akaonyeshe jina lako limebeba nini? Jina lako limebeba nini? Yes. Atamani tuombe kwa ufupi kupitia neno ambalo tumekwenda kutafakari. Baada ya hapo, ukipata nafasi unaweza kufuatilia sehemu ya pili ambalo litaanza vigezo vya kumpatia mtu jina kutofautiana. Sehemu ya pili nasema vigezo vya kumpatia mtu jina kutofautiana. Mungu akakupe neema ya kuweza kulisikiliza hilo somo ambalo utakwenda kupita, uwe miongoni mwa watu ambao watakwenda kulipata. Jina la Yesu. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Hili ni jina lililoinuliwa kupita majina yote. Hili jina lako Yesu, ambalo likitajwa mapepo, mizimu, wachawi, nguvu za mizimu, matunguli, kila aina ya mikosi hutoweka. Jina lako limefanyika kwa kimbilio. Jina lako limefanyika kwa msaada. Ndio Bwana. Wewe ni Mungu ambaye uliomweza yote. Jina lako pekee latosha kuachilia kombozi katikati ya watu ambao wanapitia katika mateso. Jina lako pekee linatosha kuachilia ushindi katikati ya watu ambao wanapitia katika changamoto na magumu. Nasi Bwana, katika siku ya leo tunalitia jina hilo likafanyika kombozi katika majina yetu. Majina yetu kuna nyakati yakitajwa watu wanakimbia, nyakati nyingine majina yetu yakitajwa watu wanapoteza amani, nyakati nyingine majina yetu yakitajwa watu hupoteza matumaini. Kuna nyakati majina yetu yakitajwa, ndio Bwana. Kuna nyakati majina yetu yakitajwa Bwana, watu wanakosa amani ndani ya mioyo yao. Bwana, tupe neema na sisi tupo miongoni mwa watu ambao majina yetu yakitajwa watu wanapata faraja, watu wanapata amani, watu wanapata neema. Mungu achilia nguvu mpya katikati ya majina yetu, haijalishi majina yetu yalichafuliwa, haijalishi majina yetu yalisemwa vibaya, haijalishi majina yetu yameneno yasiyofaa, lakini Mungu natambua ya kwamba jioni ya leo Bwana unakwenda kufanya jambo jipya katikati ya majina yetu. Badilisha Bwana, yafute Bwana kila laana, kila mikosi ambayo kwenda kubebwa, ambayo kwenda kuachiliwa katikati ya majina yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninafuta Bwana kila mikosi, kila laana ambayo kwenda kuachiliwa katikati ya maisha yetu, kupitia majina haya. Mungu tukushe mmoja Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti.
Jina lako Bwana, jina lako Bwana, jina lako Bwana lina ushindi, jina lako Bwana lina ukombozi. Baada ya kusema kwamba jina lako likitajwa wenye shida wanapona, jina lako Bwana likitajwa wenye matatizo wanafunguliwa, jina lako Bwana, jina lako Bwana ni ngome imara. Bwana tupe neema na sisi Bwana, watumishi wetu, watumishi hawa, utumishi wetu usilaumiwe kupitia majina yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu ndiye mweza yote, ninaachilia nguvu mpya katikati ya majina yetu. Majina yetu Bwana yakafanyike baraka, yakafanyike neema katikati ya mahali ambako yatatajwa, katikati ya mazingira ambako yatasikika, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu ninaachilia nguvu mpya, Mungu ninaachilia nguvu mpya katikati ya majina yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wewe ni Mungu ndiye mweza yote. Asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako, asante Jehova, Mungu ndiye mweza yote, Mungu ndiye mweza yote. Sema katikati ya watu wote ambao wamefuatilia neno hili, Mungu wakafanyike baraka katika maisha yao. Mungu ukayabadilishe maisha yao, ukabadilishe historia yao. Kama waliitwa majina ambayo hayana mafanikio, Mungu kapande kitu kipya katika majina yao. Sante Mungu wetu na Baba yetu, neema yako pekee ndio inatosha, pendo lako Mungu pekee ndio linatosha. Jina lako ndilo lenye uwezo. Majina yetu yamkini Mungu yakitajwa, watu wanapoteza tumaini na amani ndani ya mioyo yao. Hili ni jina, hili ni jina, hili ni jina la Yesu. Hili ni jina, hili ni jina, hili ni jina la Yesu. Mungu akupe neema na akupe nafasi ya kuweza kutafakari hata sehemu ya pili ambayo tutaendelea. Usisahau kusubscribe na kushare ili uweze kuwa wa kwanza, kupata taarifa zote ambazo zitakwenda kutoka, na hata sehemu ya pili ukisubscribe basi utakuwa wa kwanza kupata. Mungu akupe neema na akupe tafakari ya kuweza kutafakari neno hili. Asante. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo. Asante kwa kufuatilia. Mungu azidi kukupa neema na kibali. Jina lako litakapotajwa likafanyike baraka katikati ya jamii, katikati ya mataifa. Asante kwa sababu ya kufuatilia, na Mungu azidi kukubariki na kujaza pendo katikati ya maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen.